kuna umbali kidogo wa Shakahola na Mackenzie kwenye alinunua. Kwa Mackenzie kulikuwa kwa msitu, Shakahola ilikuwa nini kidogo ni trading center. Sasa hao wenye wako Shakahola hawajui chenye kinaendelea kwa Mackenzie. Sasa tulikuja kama tetesi, wale wafugaji kule kwa Mackenzie wanasema kuna watu wanauawa, mbona mko huku na hamni mnawaachilia watu wanauawa? Ndo kama bodaboda tukachukua jukumu, tukaeka mafuta wenyewe, tukasema acha tukaangalie ni nini chenye kinaendelea, chenye tunaambiwa ni cha ukweli ama ni tetesi. Ndo tulipofika kule mara ya kwanza nakumbuka, tukapambana na wale watu wa Mackenzie. Sasa wakaanza kutuvamia. Sasa sisi tulikuwa hatujaenda wavamia, tulikuwa tumeenda angalia kama chenye kinaendelea ni ukweli ama ni uongo. Wakavamia. Nakumbuka hiyo siku kuna pikipiki zetu 2 zilichongwa na watu wa Mackenzie na bodaboda wawili, mmoja akakatwa kwa kiuno panga, mwingine kwa mkono. Ndo tukarudi nyumbani. Tukawa hivyo, serikali ndo ikajua, sasa ikaje ikagundua ni kweli kwa kuna watu wanakufa. Ndo kwa ushirikiano na DCI wakasema tunataka vijana wenye watakuwa wana uwezo watusaidie kufukua hizi maiti. Kwa sababu sisi tulikuwa wa kwanza kwenda kule, tukaamua kujitolea kwenda kusaidiana na ile DCI kutoa kufukua zile maiti. Tukaenda kuchaguliwa. Tunakumbuka tulienda wengi, lakini mara ya kwanza ile kufukua haikuwa kazi rahisi. Wengine wakashindwa hiyo siku mpaka wakarudi nyumbani. Kiasi cha pesa haikuwa ati tunakuwa tulipo pesa nyingi. Ilikuwa ni kusaidia tu, kwa sababu hata wenyewe walisema tusaidiane kwa hili janga, sote tuko huku tusaidiane. Lakini hatukuwa tunachimba kwa sababu tupate pesa. Na zile promises zenye walikuwa wametuahidi kwa hatutaweza muacha hivyo, mkimaliza hili zoezi hatutaweza muacha. Sasa uko na ile moyo ya kwa acha nifanye hii kazi, tukimaliza hili zoezi tutasaidiwa. Baada ilikuwa ngumu kwa sababu si rahisi vile ati utoe mtu kwa kaburi. Mwanzo kama mimi binafsi ilikuwa ni mara ya kwanza, sijawahi mtu amezikwa alafu ametolewa. Alafu cha kushangaza zaidi ni ile unachimba kaburi unapata watu 4, watu 6, watu 7, watu 8. Sasa hiyo ndio ilikuwa maajabu, mpaka unakuwa frustrated, yani mpaka unakosa hata sasa. Ikafikia mahali ikawa sasa mmeanza kutengwa. Sisi kama sisi bodaboda ulikuwa huwezi kupata mteja ati uende naye safari nyingine, kwa sababu anasema wewe huna maana, wewe mikono yako ni michafu, unashika maiti. Sasa kazi ya boda ikaanza kufifia hapo. Kama mimi binafsi tayari niliacha mambo ya boda kwa sababu ile maneno ile ilikuwa siyaezi. Hata mtu unaambiwa hivi wewe ni mchafu, wewe una maana sijui nini. Nikaacha mambo ya boda, nikamua mimi as individual nikamua kulima kidogo. Niko na mahindi hata ndo ile pale mimi kama binafsi kaanza kulima. Unacheza kama timu ya Shakahola kwa sababu watu wengi hawaelewi. Hata na mimi najua ulikuwa mara ya kwanza unasikia watu wa Shakahola ndo wanakufa. Ulikuwa unafikiria watu wote wa Shakahola wamekufa, lakini haikuwa hivyo. Sasa kama mimi nilikuwa mchezaji na timu ya hapa Shakahola FC, tuko sub county tukaenda county, lakini sasa inafikia mahali tukifungwa tunaambiwa wako na njaa mpaka ndo wamefungwa. Sasa ikafikia hata mimi nikajitoa hata kwa hiyo timu, nikaamua tu niwe shabiki. Hiyo wakati tulifanywa some counseling, lakini yenyewe hata sikuwa naona ni bora sana. Kwa sababu gani? Hakuna venye unaweza tuna kwa kazi tunachimba alafu hiyo time ufanywe counseling kwa msitu. Yaani kama ndio walitusaidia kidogo, lakini si ile sana, kwa sababu counseling afadhali utolewe kama hapa Shakahola upelekwe mahali pazuri kwenye unasahau kidogo na ile kitu. Lakini hiyo counseling ilikuwa ya wakati huo, lakini tuseme kuanzia tulipomaliza mambo ya counseling sahihi tumeomba counseling, lakini bado hatujafanyiwa tena kwa sahihi. Kama mwaka mzima hivi, mwaka 1.5 hatujafanyiwa counseling. Mackenzie mimi binafsi Mackenzie hata saizi kama ningeweza muona sahihi Mackenzie
hata nikiachiwa mimi tunaweza mkula, tumkule supu. Wallahi venye amefanya mimi sijawahi ona watu 12 kwa kaburi na ni watoto watupu. Hiyo ni kitu mimi sijawahi ona hii maisha kabisa. Mwanzo tangu niende nifukue maiti ya Mackenzie paka saizi nimekuwa mtu tofauti kabisa. Kwa sababu yenye nimeona vitu zenye sitawahi viona kwa maisha, na hata siwezi kaa nielezee mtu. Itakuwa yani hata saizi nikikaa kwenye nakaa ni burudani nakaa, nataka nikae na ule mwenye nimechimba naye kwa Mackenzie. Lakini ule kama mtu binafsi kama wewe wenye hujahusika na hapo popote. Kaburi fulani ulipata mili 6, mili 5, mili 2, mili 3, mili 12 watoto. Hiyo hapo Mackenzie kwenyewe mahali alikuwa anakaa. Hiyo ndio idadi kubwa tulitoa 29.